maana nimekupigia simu. Nione unaweza kunishauri vipi. Hapa mimi cha kukushauri ndugu yangu. Kwa hali hii nayo kuona nayo. Twende hospitali. Ndio. Ili kama unatibu ugonjwa, utibu ugonjwa unaojua kwamba unatibu nini. Kama utujali. Twende hapo chini chukua usafiri twende hospitali. Fanya hivyo. Twende mzee. Unasemaje dada? Yaani manake hujanielewa. Ndugu wangu yule pale amelala. Ni mgonjwa, tafadhali naomba unifuate tukambebe. Njoo twende sasa. Hapa.
nilikuwa nimeenda kumwona mchungaji. Mwanangu ana mapepo hata yasikii maombi. Kipindi kile si walikuwa wamemwombea kapona, wenda amkutoa shukrani ya maombi. Mwachie Mungu mwanangu, yeye ndiyo atajua namna atakavyomtengeneza mwanangu akakaa sawa. Asante, wasalimiepo. Haya. Asante, habari za saizi? Salama kwema. Karibuni viti. Asante, habari za saizi? Salama kwema. Kwema. Karibuni sana. Asante. Samahani dokta. Nimeleta rafiki yangu hapa, ni mgonjwa. Karibu sana. Uwe huru kunieleza shida yako na imani nitakusaidia. Asante. Karibu. Unaweza kunieleza shida yako au tatizo linalokusumbua ili niweze kukusaidia? Sawa, mimi tatizo langu dokta ni mengi tu, labda nianze kusema kwamba huwa naharisha mara kwa mara. Alafu kukohoa, kikohozi. Kizunguzungu kwa wingi. Tumbo huwa linauma. Alafu na homa za mara kwa mara ili linanisumbua. Na ukoso wa nguvu kabisa. Pole, usijali utakuwa sawa.
Salehe, yani hapa niipo sijielewi. Kiufupi nimechanganyikiwa. Mdogo wangu amelazwa. Tulikuwa tunatoka sokoni akaanza kuumwa tumbo. Amelazwa kwenye hospitali ya serikali Uyovu. Wai kamwambie baba simu yake haipatikani. Naomba unisaidie kwa hilo. Ikibidi uache hii troli lako. Uende saa hivi. Inahitajika saini yake. Na kuomba unisaidie kwa hilo. Wai tafadhali. Sawa. Mimi nitakusaidia. Kaka, majibu yako tayari? Ya. Kwa hiyo hapa nakuandikia kurudi kwa daktari ili kwa maelezo zaidi. Sawa, nashukuru. Sawa, mashida, karibu. Chukua hii fomu pelekee daktari kwa maelezo zaidi. Oh, majibu yana kupata huko. Utapata huko na ushauri mwingine atakupatia daktari kulingana na majibu niliyomwandikia. Asante daktari. Sawa, karibu tena. Unagonga mlango kama unataka kubomoa. Vipi? Samahani mzee. Shikamoo. Marahaba. Vipi? Safi. Nimeagizwa kidogo. Kuna tatizo kidogo. Tatizo gani? Nilikuwa katika shughuli zangu za kujitafutia riziki, nikakutana na Dija. Akaniambia binti yako Layuna anaumwa, yuko hali mbaya, yuko hospitali. Kutokana na dalili ambazo umenieleza, tumepeleka vipimo maabara, vimeoda kwa majibu yametoka. Uko tayari kupokea majibu yako? Niko tayari. Uko tayari kupokea majibu yako? Ya, niko tayari. Ungependa majibu yako yapokee wewe kama wewe au ungependa na rafiki yako ausikie kusikiliza majibu yako? Haina shida kwa sababu huyu nimekuja naye na ndio amenishauri na ni mtu wangu karibu kwa fupi. Kwa hiyo haina shida hata ukinipa matokeo. Mimi ningekuomba kwanza, yani kabla sijakupa majibu, uwe huru kabisa, yani ujisikie amani, sawa? Niko vizuri daktari, sijali. Yani usiwe na pressure wala nini. Maana ni hali ya kawaida. Cha kwanza ningependa kukupa majibu yako. Kwa sababu umesema uko tayari kupokea na rafiki yako, basi nikupe majibu yako. Majibu tumepima yametoka, una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Usishtuke, pole. Kuwa na virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha yako. Lakini dokta, inawezekanaje wakati mimi sichepuki na sina mchepuko wote huko mtaani? Inawezekanaje mimi nikapata ugonjwa? Yaani virusi vya ukimwi sio kwamba vinaambukizwa kwa njia ya kuchepuka. Virusi vya ukimwi vinaambukizwa kwa njia nyingi sana.
Umenielewa? Labda sasa ni njia gani? Sasa nimepata ukimwi kwa njia gani? Labda sijui imetokeaje hilo. Ukimwi unaambukizwa na vitu vingi. Cha kwanza, unaweza ukaambukizwa kwa kugusa majimaji ya mgonjwa wa virusi vya ukimwi. Kwa mfano damu, ukigusisha damu yako na ile damu yenye vimelea vya virusi vya ukimwi, na wewe utakuwa nao, umesikia? Au unaweza ukashika kitu chenye ncha kali ambapo kitakuwa kimemchoma mtu mwenye virusi vya ukimwi, kikaja na wewe kikakuchoma, na wewe utakuwa umechukua virusi vya ukimwi kwa njia hiyo. Sio lazima kwa michepuko. Umenielewa kaka? Daktari, inawezekanaje hiyo therapy yangu? Inawezekanaje? Mataya, tuliza monka. Tuliza monka leo upate. Hapana daktari, labda jaribu kupima tu vizuri. Inawezekana? Hii haiwezekani. Hapana, tuliza monka. Kisha ufuate maelekezo ya daktari anayokueleza. Vipimo havikosei kaka, sawa? Kikubwa tu wewe zingatia tu kutumia dawa vizuri, utakuwa tu sawa. Afya yako itarudi, itakuwa vizuri. Unasikia kaka? Utumie tu dawa vizuri kama utakavyoelekezwa na mtaalamu, alafu zingatie chakula mlo kamili ili uweze kuwa na afya nzuri, sawa? Twende kanisani, kuna maombi kwa ajili yako. Lakini nyie nendeni tu. Mimi nitaomba kwa imani yangu. Mama, baba, nilifundishwa nisizini. Lakini sikufundishwa nikizini napata faida gani au napata hasara gani. Sikufundishwa. Hebu angalia sasa. Mama, mimi ni mgonjwa sasa hivi. Nimepata magonjwa aliyakuwa bado ni kijana mdogo. Au hamuoni? Kuna faida gani ya kwenda kanisani? Acha tu nibaki ndani, nitaomba peke yangu. Na kwa imani yangu